Afadhali wewe mzee nimekuona. Maana nilikuwa nakutafuta kitaa chote. Wewe mzee wewe. Kile kitendo ulichofanyiwa asubuhi na kakaangu kile ni kidogo. Asubuhi nilikuwa sijala wala sijani. Sasa hizi nimekula, nimekunywa. Naweza unamjua mtu aliyeshiba yukoje? Kwani mimi kosa langu ni nini? Sasa mimi nilivyoona kwamba masuala ya kifamilia kuongelea barabarani, niliona kwamba sio vizuri. Kaona kwamba bora muwe mnaombana misamaha nyumbani. Si watu wapenzi, lazima muombane. Hapo baba wewe. Mimi na kakaangu lini tumeanza mahusiano? Ni kakako? Wewe mzee wewe unakurupuka wewe. Unasemaje ni kakako? Unajitetea kwa vile kakaangu hayupo. Umezoea sana kuvuruga vichwa vya watu wewe. Yaani hiki kitao chote unakujua mzee wewe na hivi wewe. Hata kwa nini kakako? Mimi bwana ni kakako. Nakuomba. Nataka nikuonyeshe. Kuna mke wewe. We kaka, yaani wewe ndio unanitangazia mimi nina mahusiano na wewe? Hivi wewe ni kaka yangu au wewe ni nani kwangu? Show. Mbona sikuelewi? Unarukwa na akili? Hivi mimi na wewe nani analukwa na akili? Wewe ndio unarukwa na akili. Mimi? Kwa sababu umetoka huko ulikotoka, unazungumza maneno yasiyoeleweka, hata sikuelewi. Kaka, yaani wewe unakaa kwenye vile vinini sijui vile vya wazee wanakunywa vikao vile. Na yule mzee fulani yule pale mzee nani? Kidaga sijui yule mzee wao vya yule. Unakaa unanizungumzia kama mimi ni mpenzi wako. Kweli kaka? Shomu. Yaani kwa akili zako kabisa na ufahamu wako ukakutana na yule mzee akakujaza upepo, akakueleza maneno yasiyokuwa na maana, na wewe ukayabeba, ukaja unaniambia mimi kwamba mimi nitembee na wewe. Mimi naweza nikazungumza uchafu wa namna hii? Naweza nikazungumza ujinga huo? Mimi sijui mahusiano yaliyopo baina ya mimi na wewe? Kwa hiyo mimi umenifanya kwamba ni mtu nisiyejitambua, ni mtu nisiyekuwa na akili, sijielewi mpaka nianze kuzungumza, yani nilopoke tu maneno yasiokuwa na kichwa wala mbele. Show, hebu kuwa na adabu. Alafu tambua kwamba mimi ni kaka yako. Na nitaendelea kubaki kuwa kaka yako. Bana kaka, umenivunjia heshima. Sikutegemea kama unaweza kana hiyo tabia. Nilikuwa ninajisikia mimi nina kaka yangu. Hata nikikaa sehemu yote nalinga na kaka yangu. Sasa wewe ni kaka wa aina gani unakuwa mzee ovyo wewe? Muulize yule mzee mwenzako nimemkukuta. Anatafuta nini katika familia yetu? Yaani ni nini hasa anachokitafuta huyu mzee?
Basi mimi naenda kuoga fast tu hapo nakuja. Jamani ndugu zangu. Subiri nakupigia. Hebu nisubirieni kwanza. Nimeona mnahangaika kutoka kule, lakini kwa muonekano wale mnaenda guest, si ndio? Si mnaenda guest? Hivyo mzee, wewe una akili kweli? Mimi nina akili. Hivi mzee ni wapi huyo? Maeneo haya mnakoenda hakuna guest kule. Yaani msione aibu, nyie semeni tu mimi niwaelekeze. Hivyo mzee, wewe unanifahamu vizuri? Mimi sikufahamu, lakini muonekano wenu mnaenda guest. Sasa nisikilize mzee, naomba usiniharibie siku. Alafu mimi usimfahamu. Huyu sana mama yangu. Si umenielewa? Mbona mnaongozana guest sasa? Mzee, nakuheshimu nimekwambia. Tafadhali. Unijui sikujui. Si umenielewa? Fuata mambo yako. Wewe mzee, una kichaa? Yaani mimi na umri wangu huu, uzee wangu huu, nakwenda guest nao kijana. Mimi na safari zangu, na kijana na safari zake. Mimi na guest. Baba unazamba ndio nyie wazee ambao mtaki kuzeeka. Wewe ukimwona mtu ameongozana na mtu tu, kila mtu na safari zake, unaona kwamba anaenda guest. Mzee jiangalie. Jiangalie, usitafute maneno. Lakini jamani, msione aibu kusema kwamba sisi tunaenda sehemu fulani. Mzee, nimeshakueleza. Mimi naweza nikawaongoza. Yaani wewe mzee wewe, naona una adabu. Alafu ujielewi. Sina adabu mimi. Naomba tena ukome, usiweze kuendelea kuongea tena maneno. Sawa? Yaani ukome kabisa, usiongee maneno. Kuheshimu. Sikujui. Usiniharibie siku. Sasa mbona unakuwa mkali? Wakati na kule mnakoelekea kule hakuna. Sasa kule ndio kuna manyati si manini kule Chatu. Kienda kule ni kuna pori kule. Na bado simjui. Mimi na safari zangu, yeye na safari zake. Wewe unakurupuka tu twende guest. Yaani ukome. Unajua wakina mama ndio wanatafuta vidogodogo kama hichi. Eti wakina mama na vijana nao wanatafuta wakina mama kama hawa. Nakuheshimu. Afu sikufahamu unifahamu. Sawa? Na isitoshe huyu sana mama yangu. Sawa, usinipotezee siku. Sasa mbona mnaenda guest sasa? Mbona mnaenda guest? Jamani, mnaisha nyie. Mimi bwana, semeni tu niwapeleke. Nipeni buku. Okay, sasa nisikilize. Wewe umesema sisi tunaenda guest. Sasa nisikilize. Mimi naomba kupeleke. Ngoja kwanza. Hebu nisikilize. Mimi sio mhudumu wa guest kwanza. Kwanza sijui hata guest kule zilipo, lakini mimi nilikuwa nachagiza tu. Sawa. Basi mimi naomba mimi na twende guest. Ndugu yangu. Tulia. Ndugu yangu guest. Wewe unajifanyia mjanja. Jamani. Sasa hebu niache. Tunaenda twende. Kule. Hapana kule. Mimi bwana nimeshakwambia mimi sio mhudumu wa guest wala kufanya nini. Nakuomba. Tunaenda twende. Kule. Inuka. Inuka chap. Tunaenda twende. Kule. Bwana ninaomba msamaha. Naomba tunyooshe. Wewe. Naona batu umeporochoka wewe. Mama. Samahani. Unajua wazee hawa. Wazee wa mjini wanajifanya wauni sana. Huyo achana naye. Yaani bahati yake imeporochoka huyo. Kabisa. Yaani natakiwa ni afanye kitu kibaya. Hiyo historia kwa wazee wengi. Wale wazee wengine sio wametumwa hawa. Yaani wewe mtu umjui hakujui. hapo si familia yake inaishije huyu mzee? Unajua kanaribia siku. Tabia za namna hii familia yako ikoje? Yaani kanaribia siku zangu. Shida sana. Nakuja. Umekuja? Nimekuja mama. Wao.
Mwanangu jamani kipenzi. Zama siku. Nimekumisi mwanangu. Unazidi kwa chibonge. Jini kuzuri. Ila umenisahau mwanangu. Karibu sana lakini. Asante. Uko nyumbani hawajambo? Unaendeleaje? Tunashukuru. Shikamoo. Marhaba, hujambo? Jambo. Baba yenu anawasalimia. Nimemisi baba. Nimemisi. So umeamua kudodea mjini kabisa. Nakubea kabisa kwa nitaka tukurudi nyumbani. Mama, maisha magumu. Magumu hivyo vitu tunapambana mwanangu. Enzi zetu sisi tulivyolea. Ndio alikuwa magumu zaidi. Lakini sisahau wazazi. Kiwa mnatafuta mrudi nyumbani. Tutajitahidi mama. Nimeona nije mjini kidogo kuwasalimia. Kaka nilivyoambiwa tangia nilivyoambiwa kwamba mwali wangu amejifungua. Sijaja, babako akaniambia wewe nenda kawasalimie. Sawa? Sasa kitendo cha kuja nikaongea na kaka nikamuuliza kuhusu wewe. Akaniambia hajawahi kuja. Anashangaa mimi naona nimekuja ndo kaja. Na shida gani kwa mwanangu? Mama, mimi nimeandika hapa na kazi. Unajua tena hapa ni ubizi. Hivi ubizi ambao usiomjua ndugu ni ubizi gani? Atangia umekuwa ubizi. Umefanikiwa nini kwa mfano? Mama, kodi ilikuwa imeisha. Kwa hiyo nilikuwa napambana nilipe kodi. Kwa hiyo napambana mwenyewe, kwa nini usimshirikishe kaka yako? Hata kama ana mgonjwa, sawa, mwali mwenyewe ndio anaumwa, mzazi mwenyewe ndio anaumwa kila siku, lakini ukimshirikisha sema na mimi ni mdogo wangu, ngoja nimchangie hiki ili nauze ili urudi huku kwake uje umsaidie. Umeelewa? Yeye amhudumie mzazi. Yeye akimbizana na hospitali. Yeye akatafuta hela ya kula. Jamani, uwe na huruma wa mtoto, umeshakuwa na roho ngumu au mji ndio umekubadilisha nini? Ndio maana kipindi kile unaondoka kijijini kuja mjini, nikamwambia babako mtoto asiende mjini. Sasa matokeo nimeshayaona. Una roho mbaya sana, sio hata mtoto wa namna gani. Mama. Mama, shida unampenda sana kakaangu. Yaani mimi unanikandia hata kama kitu kimekuwa kigumu unanikandia sana. Kwa kielezo ukweli na kandia. Wewe mwenyewe unasema kule kwamba ulikuwa uko busy. Kwa hiyo hapo nimekuchukia nimempenda kakaako tu sieti eh? Wewe unataka kutupia vyombo nje. Kaka ndio yeye anayeogiza mke wake kila siku. Lakini naomba nikuulize swali. Kwani kinachofanya, lakini kuna sababu ambayo inakusababisha ujaje muda wote? Miezi mitatu. Tangia mtu amezaliwa miezi mitatu imeisha sasa hivi. Ujaje tena kumuona hata wewe mwali huyo wifi yako? Kuna shida gani? Sina naomba unisamehe. Hapana. Pako ni sababu ile kusababisha mpaka mimi nije ndio uje. Yaani kama mimi ndio nimekupigia simu nikamwambia uje. Watoto wenyewe mko wawili tu. Mnataka kunitoa roho? Kaka yako mwenyewe kakimbizana mpaka umemwona alivyokonda. Wewe mishavu imening'inia tu. Wala hujali hata kwamba kakako ana shida za namna gani. Mama, mimi si mnene toka mdogo. Mimi kaka mwenyewe kazaliwa kimbao toka mdogo. Lakini umjali ili na vinyama viwepo. Kwa kimbao unafikiri ndio cha kuzaliwa cha milele mpaka kufa? Mwenzangu uwe na huruma. Nisamehe. Mimi sikusamehe kwa sababu umezidi. Sitaki, mimi ndo mzionda wako. Hata kama mzionda ambaye anaideka mpaka uzeeni. Hapo ulipo sasa hivi sio mtoto. Umenielewa eh? Ubadilika kabisa. La sivyo nitaenda kukaa kikao na baba yako tukurudishe kijijini. Ukalime mashamba kule kibao. Mama, sina pesa. Hapana, urudi kijijini. Utabadilika? Utabadilika. Haya. Sasa kuanzia leo kafunge mlango wako kule, kaa hapa mpaka kisha kwamba wifi ameshapona, hana shida yoyote ile. Ili kakako na ana faraja. Faraja yake ni wewe. Umenisikia? Sawa. Nadhani umenielewa. Mama, wewe unakuja unaja hata dogo. Mwanangu, watu wenyewe wawili kama jicho la macho ya samaki. Yaani mazingira machafu, chekila na ukuta takataka. Sasa watu wengine wana roho ngumu. Yaani mazingira kama haya mtu anakuwa yani anacheza na takataka kama vile yani anacheza midoli sijui. Hali yao hata huko yani nzito sana. Mazingira yao kidogo na milima. Naongea na wewe vipi? Yaani mimi hapa nipo tu mwili. Akili hata iko hapa. Yaani kivipi tena? Nimevua. Mwenye nyumba kanitupia vitu vangu vote nje yani. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa, nimevurugwa hata sielewi kwa kweli. Yaani wanaone nyumba nyingine bwana. Wanajiona kama wako mbinguni vile. Wewe. Yaani wewe unajiona huko mbinguni?
Yaani kwa kumharibia mwenzio. Yaani una hata aibu. Mwenzio unamharibia mpaka sasa hivi anapata shida. Ana mume unamchukulia. Sasa hivi anayumba yumba hivi. Alafu wewe unasema najiona kama niko mbinguni. Yaani wewe unadakia, unajua tunazungumzia nini hapa? Au unadantia tu treni kwa mbele? Kwani mlikuwa mnazungumza nini? Yaani watu wengine anakurupuka tu. Yaani mimi shoga yangu mimi anichukulie mume. Uwezi na kuingia kweli akilini. Mimi ninakuhurumia wewe, nakuhurumia kabisa wewe. Kwa hiyo huyu ndio mharibifu wa wanaume wa watu. Mpaka mwanamume wako anamchukua. Wewe hujui tu mwenzio anakuzunguruka. Sisi tunajua. Yaani wazee wengine. Hivi unamuelewa huyu? Mimi nitasimulia hata kidogo. Wewe umetumwa? Nitumwe wapi na wewe uwe na aibu bana kuharibia nini? Kuharibia ndoa za watu. Mtu una mudi mbaya anakuja tu anakuharibia mudi. Yaani wewe amekuja tu kukaribia siku. Sio ametoka wapi? Mimi. Hivi wewe kwani unajiona huko timamu wewe? Unaona watu wanaongea mada zingine unakuja kukurupuka tu hapa. Yaani mzee mwingine bwana. Yaani wewe mzee. Mama. Mwanangu. Pole. Asante. Acha tu mwanangu. Karibu. Asante. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Jambo, mnaendeleaje? Tupo tu, mimi naumwa. Jamani, pole. Asante sana. Naumwa mwanangu. Nimepata dawa lakini. Nimeshapata dawa. Yaani, nasituma sindano hapa za masaa. Mungu anasaidia, naendelea vizuri. Utakuwa unabadilisha hali ya hewa na ugeni huu. Ugeni huu jamani, umenikaribisha vizuri. Jamani. Acha. Pole. Asante mwanangu. Vipi maendeleo? Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Naona nyumba nzima umesambatika, umekuacha peke yako. Wameenda kutafuta mwanangu. Kweli. Maisha bila kutoka tunaishije? Wewe mama wewe. Samahani, mimi sitaki mambo ya kuharibiana. Huyu kanipenda mimi na mimi nimempenda yeye. Halafu mimi kuniharibia mimi sitaki kabisa. Wewe baba. Kwani umetokana wapi na mimi? Mimi nikuharibia na kufahamu? Wewe unanifahamu? Kiniangalia unanifahamu? Kwa nini unamwambia mama mambo kama hayo? Mimi nimeshakusikia. Nikisalimiwa kwamba naendeleaje kujulia hali? Baba, jitafakari sana. Wewe ni mtu mzima, kaa chini jitafakari kwamba hii hali unaoenda nayo ni hali nzuri kweli? Au kidogo zimepungua kichwani? Kwani baba vipi? Wewe ungekuja kistaarabu. Kwani mwanamke kumooa vinakataza? Wewe unakuja, unasalimia, basi. Kwanza mama, mambo yenu mnajuana kumisi. Huyu mimi na mimi tumepindana wapi? Sijui mwanangu. Wewe baba, una akili kwa wewe ziko timamu zinakutosha? Wewe tumeshaongea mimi na wewe tukamaliza. Huyu asikuwekea ujinga, aanze kuongea mambo ya ujinga hapa tushindwe kufunga ndoa yetu. Mimi na wewe tunafunga ndoa. Wow. Yaani wewe ni mzee wa kukurupuka. Yaani kakurupuka. Sasa unataka kumsikiliza yule mama? Yule mama ndio anaovuruga watu. Wewe utakuwa hauko timamu. Utakuwa hujameza dawa asubuhi wewe. Nani hajameza dawa? Wewe hujameza dawa. Wewe twende bwana. Wewe twende. Twende bwana. Twende ndugu yangu. Sasa mbona unarudi? Njoo kwanza. Eti nije. Sasa niende wapi? Jamani. Mwanangu. Haya, ndio umepata mwanaume. Mimi sijakushauri vibaya. Nilikuwa simjui. Kajileta mwenyewe. Mama, mimi yule hata simjui. Hata kutongozana mimi na yeye hatujawahi. Umeshamchunguza kwamba ana akili mangu kweli? Yule itakuwa ana akili, hata asubuhi na hajameza dawa, atakuwa kakimbia hospitali Milembe ile. Maana yule ni mzee wa kukurupuka. Akikuta tu mna maongezi. Wewe mnafahamiana? Mimi simjui. Na mwanaona tu mtaani hapa. Makubwa kweli. Haya, watu walikuja kusalimia, umekuja kupakazia maneno. Jamani, wansamee tu jamani. Yaani mpaka nimeshasikia na homa imeshuka. Kabisa. Yaani kwa hali wazee kama hao. Sasa katafuta mzee mwenzake, wamalizane naye huko. Mimi nashinda hata kuelewa. Ana mwanao. Mbelako hivi. Niko hapa na kababa.
kunywa. Sima kubakishia na wewe. Mimi tanisha kunywa. Umekunywa? Kweli? Ndio. Tena. Niambie. Safi. Ushamaliza shughuli zako? Nishamaliza shughuli zangu zote. Ya kwako mimi. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Kweli? Kweli. Ni buswa. Mume wangu na wewe naye unapopenda kudeka. Au nati mtoto mwenyewe anakushangaa eti amshangaa babako eti anataka kila saa busu. Sasa utaki kunibusu? Nibusu bwana kidogo. Asante. Na mtoto? Na mtoto naye anataka. Na mtoto naye. Mama abusu wewe mama abusu. Baba naye abusu wewe. Baba abusu baba. Wala. Sana. Ni mume wangu upendo ukizidi. Hata mama akija atafurahi. Kweli? Sawa sawa. Alafu lakini basi. Kwa nini basi? Nimekumbuka nilikuwa nataka nikwambie kuhusu mama, lakini jana kumbe wakati nazungumza naye kwenye simu ulikuwa unalisikia kila kitu. Kwa sina tena sababu ya kuzungumzia hilo. Sawa, mlikuwa mnazungumza lakini sikujua mlikuwa mnazungumzia nini. Sasa cha kufanya tufanye hivi. Wewe umeshajiandaa? Ndio, nishajiandaa, kila kitu kiko sawa. Basi kama umejiandaa, tutelemke huko bondeni huko. Ila hapa wewe unatoka umejiandaa kabisa. Tukitelemka huko bondeni, wewe unaenda unachuma mboga, ukimaliza kuchuma mboga, unaenda kumfuata mama. Mimi unaniacha bondeni na Mwagalia. Sawa. Ukirudi utanikuta bondeni hapo na Mwagalia. Sawa, kwa hiyo mama anakuta. Mimi tukubaliana kwamba unamfuata stendi. Sawa, haina shida. Basi ngoja niwache wewe na mwana. Alafu kitu kingine umesahau. Vipi kuhusu mtoto? Nitaondoka naye na kana. Huyu mwache. Nimwache. Huyu utaniachia mimi. Basi sawa, haina shida wewe na mwanao tena. Kirudi Mwagalia baba. Sasa Mungu ngoja niende. Nikana nini nikajiandaa ndio hii. Nije kwenda kumpokea mama. Ndio unaondoka hivi? Kwani kuna ubaya gani? Hapo nenda kavae kanga au kitenge. Ushaanza. Wivu huo. Sasa wivu kitu gani unaenda kumpokea mama hivyo? Afu mimi naogopa kwamba nisije nikaibiwa huko. Mnataka nikuibia. Fanya hivyo bwana. Sawa kwa umeongea. Mtu chake bwana. Bye. Bye. Baba. Baba. Twende na sisi shambani huko, tukwende. Twende shambani huko. Una glass kaacha hapa. Oh yeah. Jamani, Fika nyumbani utakula nini babangu? nenda kupambana mimi mpaka kule kote ni kwenda. Kwetu ndio kote kule kwetu. Watu wa mjini wanalisha ng'ombe. Ndio kutajua mwanangu. Yaani niongoza sehemu mpaka nitakuta. Wewe mwanangu. Kuna nini? Kuna nini mwanangu? Klasi nilimwacha hapa na kimwagilia, sasa sijui atakaelekea wapi. Labda kaenda nyumbani. Itakuwa kaenda nyumbani. Labda ameenda kunywa chai. Itakuwa yuko nyumbani. Sawa.
jamani. Karibu mama. Naona umechoka wewe jamani. Bwana. Zama siku. Salama. Hujambo lakini? Salama, tushamu. Marhaba. Karibu. Asante sana. Pole na uchovu. Asante sana. Ndio. Heza huku mjini. Mama kiti hapa. Jamani. Mtoto kakua. Jamani baba mkuu wangu. Hujambo? Mume. Hujambo? Zama siku. Jamani. Huku anasemaje? Mama anasemaje? Niambie mwanangu. Salama tu. Yaani nimewamisi. Wenyewe tumepumzika. Mwaliona. Acha kiti mamangu kia hapa, maana nishakuwa mzee Hapo miguu. Jamani, hapa hapo tena kashachanganyikiwa. Kamwona mume tena. Nimemkuta mume wangu amekuwa. Jamani. Wow. Jamani acha baby wangu. Vipi? Nimetulia basi mume wangu. Unajua kwamba ndo naliwaza sasa. Jamani tupo kwa jamani mwali wangu jambo. Jambo shikamoo mama. Marhaba, mnaendeleaje? Si tuko vizuri, sijui wewe uko. Tupo tu za masiku. Nzuri za siku. Tunamshukuru Mungu. Ndio ukaenda ukapotea. Sio wenyewe tunawaza jamani, tumekumisi siku nyingi. Pilika za maisha mama, mashamba, ng'ombe zinanisubiri. Yaani acha tu, lakini nikakaa nikasema niulizia sana kwamba kuhusu kuja, nikasema ngoja nije sasa nikamwone huyu baby. Jamani kwanza leta kwanza nipe jinsi yake. Nipe jinsi yake jamani. Nimpelekea jamani. Mume wangu jamani asikose juisi. Mume wangu akose juisi kweli? Watu naomba. Hamruhusi jamani, mimi na baby wangu tu. Maisha jamani. Jamani. Ndija kwanza kwa chukua juisi yako tamu. Bibi nani kakuletea? Semkako. Hii hapo. Hebu kunywa. Jamani. Na mimi kidogo. Kamgena baba kidogo. Na mimi kidogo. Baba kidogo. Tamu. Na mama kidogo. Nimefurahi jamani kwa kweli kuwakuta, kuwaona mko salama. Dada yako ni nice jamani. Yaani si nitafanya kitu gani? Yaani kashaharibikiwa, alafu ya maisha yake ni ya kwake mpeke yake, hajui kwamba kuna kaka yake, hajui kuna wifi yake. Ila nataka nirudi naye kijijini. Ila nikwambie kitu mama. Mimi nafikiri kuna wakati utafika ataelewa. Kwa sasa hivi si haelewi. Wewe muache kama alivyo. Ila kuna wakati utafika, yeye mwenye atakuja atakwambia, au yeye mwenye atakuja ataniambia, bwana kaka, mimi bwana kile mlichokuwa mkiniambia, nimeona kwamba kule nilikuwa napotea, basi kuna 1 2 3. Lakini kwa sasa hivi wewe muache kama alivyo, usipige naye kelele. Kwa sababu yule sio mdogo sasa hivi wa kusema kwamba hajui zuri, hajui baya. Nishaongea, lakini najaribu kumuita kidogo, mwe mnaongea, labda atabadilika. Oya, wewe unaenda wapi sasa? Basi sawa mama, wewe karibu. Mama. Baba. Habari yako mama? Salama baba, shikamoo. Marhaba, hivi aje? Salama mzima. Mimi mzima. Karibu. Haya, asante. Mama, nilikuwa na shida. Ndio baba. Kuna mama mkwe wako pale nyumbani. Ndio. Nataka uniunganishie mama, nimuoe. Ndio. Wewe mzee una akili kweli wewe? Yaani mimi nikuunganishia mama mkwe wangu? Hivi akili zako ziko sawa sawa kweli wewe? Wewe. Wewe mzee unadharau. Yaani mimi nienda kwa mama mkwe wangu nikamwambia upuuzi unaofanya. Upuuzi kivipi mama? Sasa mama, mbona wewe umeolewa? Mbona wewe umeolewa, mimi unataka kunifanyia nani? Wewe mnalala wawili. Sasa mimi unakataa nini? Hilo ni ripoti tu, kumpelekea ripoti kwamba bwana kuna mzee handsome hivi anakutafuta, anataka kuoe. Kwani kuna tatizo? Kuolewa kwangu wewe kuna kuhusu nini? Tamaduni gani hizo zinazofundisha Tanzania kwamba umfuate mkamwana ukamwambia kwamba kuunganishie kwa mama mkwe? Kwani ni vibaya?
Wewe unaliona liko sawa hilo? Unaliona liko sawa? Yaani mimi sioni ubaya. Sioni ubaya. Wewe mzee wewe. Wewe unataka jingine la leo. Sasa wewe mbona umeolewa wewe mbona una wivu bwana? Mimi na wivu. Una wivu mbona mnalala wawili? Una wivu. Mimi na wivu. Una wivu Mimi na wivu. Mimi na wivu. Mimi na wivu. Sasa bwana kipi? Wivu. Wivu huo. Wewe, simama sasa, mimi nikuonyeshe wivu wangu ukoje. Simama. Wewe wivu. Simama sasa nikuonyeshe. Simami. Mimi sina wivu. Mzee mwingine ovyo. Sewangu. Hivyo wewe mzee, ngoja nikuulize kitu. Wewe mbona unapenda kunifuatilia sana? Ile siku pale umekutana na yule mama mimi simfahamu, umekuja kuongea maneno yako ya shombo. Leo tena bado unaenda kunifuatilia. Shida ni nini? Yaani mimi kule sipo kabisa kwa leo. Yaani sipo. Yaani sijui tu shetani alikuwaje, shetani tu yule. Mimi naomba unisikilize. Na shida yangu nataka kukuambia wewe, unisaidie. Nimeona wewe ni mtu aliyojitambua, utanitengenezea shida yangu. Utanitekelezea vizuri. Yaani leo umeona mimi nikusaidie. Nikusaidie nini mimi? Yaani hapo. Okay. Ninachotaka mimi msaidie. Yule mama tuliyokutana na wewe siku ile. Mlikuwa mmetangulizana. Yule sasa nataka mimi nimuoe. Unataka umuoe? Nataka nimuoe sasa. Nataka wewe ndio uende ukanitengenezea mipango yote. Wewe mzee una akili kweli wewe? Yaani hivi wewe kabisa una akili timamu kweli? Yaani mimi unakuja kunifuata, una shida na yule mama. Yule mama mimi simfahamu. Haya, leo unanifuata mimi nikusaidie kivipi na yule mama? Mimi simfahamu. Hilo kwamba mimi nafahamu pale kumbe alikuwa anaenda kwa mwanae. Unaona? Si unajua shetani hawa watu yani, kumbe alikuwa anaenda kwa mwanae. Sasa wewe mimi nakuelekeza uende mpaka pale. Utaenda kunitetea pale handsome boy, yani mimi umwambie handsome boy anakutaka kuoe. Okay. Wewe unataka nikusaidie? Unajua hapa mjini hamna cha bure. Sawa? Toa chochote kitu ili mimi nikusaidie. Sawa. Yaani kwa hilo halina shida. Mambo ya kunywa soda hayana shida yale. Ngoja nikuangalizie mimi kwa sababu jambo langu nataka 2000 hii hapa. Sasa mzee, wewe 2000 una hela hii? Hii 2000 kweli kabisa wewe na yako timamu hii 2000 kweli nitoke hapa nikamfuate yule mama nikae naye chini muelekeze kwa shilingi 2000? Yaani hiyo kama tu kunywa soda wakati unaenda unakunywa soda kidogo, lakini utakao kuja sasa unaniletea majibu. Kuna zawadi nyingine utapata. Utapata. Acha utani. 2000 sio hela, sawa? Mimi siwezi nikatoka hapa mpaka kule kwa shilingi 2000. Ongeza hela nyingine. Ongeza hela basi. Sasa sikiliza. Kwa sababu mimi nataka jambo langu liende sawa sawa. Na wewe ndio nakuamini. Shika hii 10,000. Hapo sasa tumemaliza. Bado haijaisha. Hii 12,000. Hili jambo lako liwe serious. Hebu ongeza nyingine. Kwenda kumfuata mtu mzima sio jambo dogo. Hii pesa sio pesa nyingi. Hebu ongeza hela, angalia hela nyingine bwana. Wewe 12,000 hela gani mzee bwana? Yaani wewe ukienda ukiongea naye ukirudi, wewe zawadi mimi nitakupa nyingine. Unataka jambo lako liende sawa? Nataka jambo langu liende vizuri. Sawa, ongeza hela. Mambo ya nini makelele kibao? Nilikuwa na hela tu ya nauli kidogo. Vipi? Ya kunirudisha. Lete zote ikiwezekana.
Hebu sikiliza. Mfukoni kuna chenchi nazisikia zote kabisa hizo chenchi. Tumalize mchezo ni wahi mapema kabla hajaondoka. Hizi nilitaka sasa. Lete hizo chenchi ni mwai mama yule. Hizi imebakia ni hiyo si 600? 600. Hii nitanywa nani sana. Sasa nisikilize. Sawa? Jambo lako linaisha. Mimi nitakupigia. Sawa? Nitakupigia. Utanipigia. Sasa namba yangu umechukua, si nitakiwa nikuandikie namba yangu. Namba yako mimi ninayo. Sasa namba yangu umeipata saa ngapi? Nitakupigia. Yangu umechukua saa ngapi? Shida ni nini? Namba yako mimi ninayo. Nitakupigia. Saa ngapi sasa utanipigia? Acha makelele. Japo sishaisha. Bwana hii. Ni wangu mama vipi? Tayari. Mama, kama kawaida ya buku. Wewe boda. Wewe, wewe unakudai, alafu unakimbia. Wewe unakuja kukamata wewe. Mbavu wewe. Ndio watu unaomdai, kumbe ndio walivyo. Alafu huyu unakuja kukamata wewe. Yaani wewe bahati yako wewe. Unapita kama hunijui. Wakati wewe mimi nakudai. Mbavu kweli. Baba. Mama. Marahaba, jambo. Mbona kama kelele? Makelele hili nalidai Nalidai hela zangu nyingi tu. Hapo linapita tu linakimbia. Yaani anaogopa kusimama hapa. Yaani huyu ningejua pala anapokaa na siku nikimkamata huyu nitamloga kwanza huyu. Anapaki hapo tu. Bodaboda yake, kituo chake cha bodaboda kipo hapo tu chini. Kipo hapa? Mbali sana? Bana sio mbali, ni hapo kona tu. Nikikunja kona huko. Ndio anakopaki? Yaani huyu sasa hivi namfuata huyu. Yaani mimi ngoja niende mimi. Wewe tabeli. Wewe nyumba. Wewe tabeli umeenda wapi? Sio umeenda wapi? Yaani huyo mpaka nilipate. Wewe tabeli. Uko wapi? Yaani wewe unaendelea kumtafuta. Nikuandikie namba, nikihitaji usafiri nitakucheki. Nilikuwa nakutafuta sana, nimekuja mpaka kwako. Nimekutafuta sana. Sasa hivi nataka hela yangu. Nimekutuma kazi hujaifanya mpaka sasa hivi na ukachukua mpaka shilingi 600. Yaani ukakomba zote hela zangu. Nakupigia kelele vipi bwana? Kwani mimi wakati unachukua hela yangu, kwani makubaliano walikuwaje?
naomba hela yangu. Mpaka ukachukua shilingi 600 ukakomba zote hela zangu. Sasa hela tulipeana hapa, tulipeana kule. Sasa umezifanyia kazi. Kazi niliyokupa mimi ukaifanya, hujaifanya. Na hela bado hujanirudishia. Nakwambia leta hela yangu. Unijui. Wewe unataka kufanyaje? Na nataka hela yangu. Unipe. Hela sina na nimekula, na unifanye chochote. Yaani mimi utanijua ni mimi ni nani? Hela sina sasa. Hizo utakaotaka wewe, hela utatoa. Kwambiaje hela sina, afu sitoka hapa sasa, niko na abiria huko. Wewe. Nakwambiaje? Hela yangu hapa utaitoa. Wewe unatakaje? Wewe unataka nini? Sasa unajua unakuheshimu. Na niheshimu. Hela yako janigea hapa, tupeana huko. Usipige kelele. Sasa umenirudishia hiyo hela. Wewe. Vipi bwana? Toka. Wewe. Ndio unifuatilia tena uone. Nitakuwa mama. Wewe mama. Afadhali nimekuona. Nilikupa ujumbe wangu. Lakini mpaka leo binti yangu hujanirudishia jibu lolote. Umekwama wapi binti? Ujumbe? Naam. Ujumbe gani huo? Asi nilikwambia kwamba ukamfikishie mama mkwe wako, mimi nataka nimuoe. Wewe mzee nahisi una matatizo kichwani. Mimi au nikutafutie, yani nikaenda kwa mama mkwe nikupelekea taarifa za binti yangu. Vipi? Nina mazungumzo na wewe kidogo. Mazungumzo gani? Sisi mama kidogo nina mazungumzo na wewe. Mimi bwana nimekupenda, nikuoe. Sina sababu nyingine ya kuongea, nikuongopee, sijui nifanye nini, lakini moyo wangu unataka mimi tuwe pamoja, mimi na wewe. Hivyo mzee una akili timamu kweli? Mimi? Yaani ukijiangalia zinakutosha? Mimi niko vizuri. Hivi wewe, kwanza kuna siku ambayo nimekukumbuka, kuna siku ambayo nilikuwa natembea tu nikawa nimekutana kijana mmoja. Mimi simjui. Wewe ukaanza kudandia pale pale, "Oh, nyie naenda guest." Mimi naenda guest na nani? Hapo leo hizo unataka kunioa. Zinakutosha kweli? Nisikilize vizuri. Siku ile mimi nilikuona, mimi nikakupenda, ila nilikuwa na wivu tu kwamba mimi nilifikiri kwamba huyo ndio anakutaka. Ndio mimi nikawa na wivu. Unajua shetani akikupanda mtu, yani umetaka mtu umuoe, shetani anakuwa ni kitu kingine. Yaani wewe mzee, nimekuambia mara ya kwanza na mwisho, sihitaji kuolewa. Na sitataka kuolewa, naomba uachane na mimi kabisa. Tena ishia hapo hapo. Nisikilize kwanza. Mama, hebu nisikilize. Mimi bana nitajiua, nitajinyonga. Sikiliza. Hata taifa hili nitalitia hasara. Sawa? Nitalitia hasara hili taifa. Mimi nakwambia nisikilize vizuri. Yaani utasikia msiba wangu. Taifa sasa jinsi litakao kulalamikia wewe. Hata polisi watakuja kwako, nitatoa maelezo yote. Haki ya Mungu mimi jinsi ninavyokupenda mimi, alafu nikuache. Nitakwambia ukweli. Sikuachi. Kama hivyo mimi nitajiua. Utapata hasara. Mtu wa kukatalia.
Haya, asante. Haya, karibu. Nini tena? Habari za hapa? Namshukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama. Haya, salama Salama. Una shida gani? Shida siku ile si tuliongea na mimi na wewe. Sasa ikawa kwamba wewe ufikirie na mimi nitakuja kupata jibu langu. Kwa hiyo nimefuatilia jibu langu ili sisi ahadi yetu ya kuoana tuitimize. Hivyo mzee, una shida gani? Na kuuliza tu kwanza, una shida gani? Hivyo unajua ukataliwa? Nishakwambia hivi, sikuhitaji. Wewe huwezi kunioa mimi hata iweje. Nishakwambia. Lakini ile ni ombi la. Nikwambie kitu. Ulikuja siku zile nikakukata. Leo tena umerudi. Sasa nikwambie kitu mzee, hebu kwanza ujitambue. Mbona matatizo gani? Hapo natoka kote. Na maana mwanamke yule nani mimi tu. Lazima ning'ang'anie. Yaani nikwambie mzee. Hapo nimekuja. Tena usirudie tena. Umeona sasa baby? Ndio, naona. Mimi ndio nakaa hapa. Pazuri. Mjengo wangu ndio huo. Sawa sawa. Sasa yani naona aibu kwamba nina mjengo mkali. Kuna kila kitu kipo. Naona aibu. Kwanza kukaa tu na mjengo kama huu, hujaoa hata kwenyewe ni dhambi. Sasa mimi si ndio nimepatikana sasa? Asante, si ndio hivyo mimi nilikuwa nakuhangaikia. Haki ya Mungu, nitembea uyaone. Kote ngaje kukuta. Hatari. Nimefurahi sana. Yaani hata nikitaka kuondoka, yaani napata shida sana mpaka nitafute mlinzi wa kulinza nyumba ndio niondoke. Sasa mlinzi si ndio mimi sasa? Yaani baba ukiondoka, hamna shida kabisa. Yaani maisha mazuri kabisa. Si unaona? Sasa nitaka tuingie kidogo, hata kupika chakula kidogo, nikupikia chakula cha kwangu kione sasa jinsi zilivyo utamu. Yaani na mimi ningefurahi. Ningefurahi. Umeanza wewe. Kutoka kule umenitoa mkuku kule, unasema mwichuku wangu niende nikamwangalia sio na nini na nini. Sasa mjukuu ameenda na mama yake. Sasa tukikaa humu utaanza tu mambo yako. Bora uende tu kwanza ukamwone, siku nyingine utakuja sasa. Wamenipigia simu wakaniambia kwamba mama tumesharudi. Kwa hiyo na mimi uwezekano wa kukaa upo. Wewe bwana, wewe huwezi kukaa. Sasa wewe fanya hivi. Sawa. Wewe ngoja tu nikupe nauli ya 200,000. Mambo mengine utajua wewe mwenyewe kule. Wewe acha. Mimi nauli ninayo. Shida hela ni sio kivile, nauli ninayo sana. Hamna shida. Basi kama ni hivyo, kwa sababu nimeshapajua, basi ngoja niende, tutawasiliana zaidi. Nitakuja siku nyingine, tutakaa siku ambayo haina sababu. Hapana. Ila mimi ubai nauli kwanza uende nazo. Hapana. Kama ni pesa ninazo. Sikiliza nikwambie. Chukua hata 200,000, hata 1,500,000 basi. Mimi tatizo si pesa ninazo. Nakwambia. Bye. Kesho tena Haya baby. Baadaye. Alipenda mzee wa kuongeza sifuri. Yaani hapa hivi angekubali kweli kwamba achukue hela, mimi ningefanyaje? Hela yenyewe sijui iko wapi. Simba wangu huyo. Amebaki. Yaani hapa nimeongeza sifuri tu nikasema 200,000. Lakini mzee wa kuongeza sifuri watanikoma. Hela yangu hapa sasa nitakunywa hata soda. Jamani wanangu, nimewaiteni hapa kikao kidogo tu hiki cha familia yangu. Nyinyi ni watoto wangu na jambo nataka kuwaeleza. Sawa?
Nimekaa muda mrefu tangia baba yenu ameondoka duniani, sawa? Lakini nimekaa nikatafakari, nikaona hem, ngoja katika maisha ambayo kazi zoko kijijini na mambo mengi, ng'ombe, mashamba. Lakini sasa baada ya hapo nikakaa nikaona ngoja niwe na mwenzangu ambaye wakusaidia naye maisha. Tulipokutana tukayaongelea vizuri, nikaona sasa ngoja nikashirikisha wanangu kwamba nimepata mwenzangu katika jambo hili. Sasa mama, unaposema kwamba umekaa ukawaza ukaona kwamba utafute mtu kwa ajili ya kukusaidia, wakati sisi pale tayari tumesha kuwekea mtu kwa ajili ya kukusaidia kazi za shambani, huyu unayemtafuta na kutaka unayemwaza na kutaka kumuongeza kwa ajili ya kukusaidia, uone kama mamangu tunaongeza gharama zisizokuwa na nani? Ni gharama tu tunaongeza kwa sababu tayari mtu yupo wa kukusaidia, au utendaji wake wa kazi haukuridhika nao tubadilishe mtu mwingine? Sawa mwanangu, ninakusikia. Huyo mtu yupo tena anafanya vizuri kazi, yaani ng'ombe zinakatiwa majani vizuri nini na nini, na mimi kazi za mashamba tunafanya vizuri, lakini sio mtu ambaye unayemuona wewe. Yaani mtu ninayemuelezea mimi ni mwenzangu ambaye kusaidia naye maisha. Nimekaa mpweke miaka 3. Nimeona sasa nipate baba yenu mdogo ambaye kusaidiana mimi kazi zangu. Kaka wewe msikilize. Vipi wewe hapo ifi yako? Mimi sina neno. Namsikiliza. Si mama tunakusikiliza. Kwanza nina kimuhemuhe. Wewe tena usitaka kupitwa na jambo. Yeye nataka kumjua baba nda. Sijuaga tena mimi mwanao. Ya jambo yani mapigo mwana nenda yani hapo. Mamangu tunakusikiliza mama yetu kipenzi. Yaani ninachotaka kuwaeleza ni kwamba hivi imepita miaka 3 baba yenu ameniondoka kwa duniani, ameniacha mwenyewe mpweke. Nimeona nitafute mwenza wa kuishi naye, umenielewa ambaye ni baba yenu mdogo. Ni mzee mmoja maarufu sana, yaani hata sijabu akipita gani hata tukiongozana naye unasikia bosi, habari bosi, naendeleaje? Kumbe niko na bosi bwana. Yaani huyo mzee jina lake anaitwa Mzee Makoti. Kwani mnamfahamu Mzee Makoti huyu? Naye mjua mimi. Huyo Yaani mama, samani, lakini yaani sina maana ya kupinga maamuzi yako wala kukunyima uhuru wa kufanya mambo yako, ila ulipozungumza kwamba kuna mtu ambaye umempata, mimi sikudhani kama ni Mzee Makoti, kwa sababu nikijaribu kuvuta picha vile ambavyo ulivyoishi na marehemu baba na nikimwangalia Mzee Makoti hafai kabisa kuwa baba yetu. Ina maana mwanangu, huku duniani hamna mwanadamu ambaye ni mkamilifu. Mimi nina mapungufu yangu na ana mapungufu yake. Sawa mwanangu? Kwa tunapokutana kila mmoja anamrekebisha mwenzake. Yule mzee atabadilika, hamtakaa muamini. Mama, wewe unazungumza Mzee Makoti umjui vizuri. Mimi Mzee Makoti namjua vizuri sana. Mama, Mzee Makoti hafai kuwa baba yetu. Msikilize mama. Yaani yule baba mnavyomuona, nishaambia baba yetu. Msikilize mama, anatokea si ndio kachukua maamuzi. Hebu msikilizeni basi. Sawa. Yaani mwanangu, yaani mimi hapa ninapoliongelea hivi nimejifikisha tu kwa sababu nyinyi mna majukumu yenu. Wewe una mke wako na familia yako, na huyu naye ameolewa na familia yake. Kwa hiyo na mimi natafuta mtu akapunguzia majukumu. Mama, yule ni kivuruge yule baba. Sasa wanangu, unajua hamna mkamilifu hapa duniani. Sawa? Inawezekana labda zile kasoro mnazomuona za kila siku anaweza kutana na mimi. Shangaa nimemrekebisha. Hata kama alikuwa haogi, na shangaa siku anaoga vizuri, kila siku anatakata, anaendelea vizuri. Kwa hiyo kila mwanadamu ana kasoro zake na zinabadilika tu. Umenielewa? Mimi mamangu,
Yaani samahani, lakini kama itakuwa na kukosea, lakini kiuhalisia kabisa mama yangu, kwa heshima aliyokuwa nayo marehemu baba yangu, leo hii mzee Makoti ndo aje kuingia kwenye familia yetu? Hapana mama, hapa kiukweli umekosea. Wewe ni mzazi, unajua kwa sasa wanangu, mpaka nimefikia hapa kuwaeleza ni kwamba sisi tumeshafanya mikakati yote, nimeshaenda kwake, yaani ni mambo yako vizuri, sawa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimewaeleza tu wanangu kwamba mjue kwamba nimepata mwenza. Sasa mama, unaposema kwamba hayo ndo maamuzi yako, kwamba ndo umeshaamua kwamba itakuwa hivyo, sasa kulikuwa kuna sababu gani ya kutuita sisi na kusema kwamba unataka utushirikishe jambo? Mimi sioni sababu ya hiki kikao. Mume wangu, sasa unaenda wapi? Kwani mwanangu, sikilize mama. Kwani una shida gani mwanangu? Wewe ni mtu mzima, nikikushirikisha hamna shida. Ila mama, yaani unaona kakangu amepaniki hapa. Ameamua kabisa kuacha kikao. Yaani yule baba ni kivuruge. Yaani hafai. Ila sitaweza kupinga mamangu maamuzi yako. Sasa yule ana mapungufu yake na mimi nina mapungufu yangu. Naweza mshangaa na mapungufu naona makubwa, lakini tukaje tukaoana akakaa vizuri, mnaona hamtaamini. Sawa mama. Wewe mwache kitwandimu tu hivi, nichukulie hivyo hivyo, lakini kwa siku atasema yeye mama kweli unafaa. Kwani babani alikuwa mzuri? Na wewe nitamwona mzuri hivyo hivyo. Sawa mama, tukupinge. Haya mwanangu, mwache tu akae hivyo jinsi alivyo. Sasa mimi nakuuliza wewe wapi? Nipe tano. Wewe fimbo umeitupa, unaniuliza mimi wapi? Wakati wewe ndio umetupa fimbo. Wewe unaniongopea. Sasa kama umetupa fimbo hapa, shakuwa kaka. Naona mpo huko. Tupo hapa, unajua tena tunapunga upepo ili muda ufike tuende tukacheki game. Unajua leo timu liko uwanjani. Yaani wanaume mnavyovurugwa na huo mpira mnauzingatia. Yaani na kanisani na misikitini mngekuwa mnazingatia hivyo, wote tungeenda mbinguni. Ndio unavyolidanganya hivi. Alikwambia nani kuhudhuria kanisani au msikitini ndo tiketi ya kuingia mbinguni? Kwani kaka, wazee tu baba zetu walikuwa wanatufundisha, watoto wetu nendeni madrasa, watoto wetu nendeni hivi. Kwa ajili ya nini? Kukaa ili tupazoe sehemu ile takatifu ya Mungu. Usijidanganye eti kama mimi na swali nyumbani msikitini, hapana. Hivi unajua kuwa kuna watu ambao wanafanya dhambi ambazo hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anaziogopa, lakini hao watu wanajificha katika kivuli cha msikiti na makanisani kwa kushinda huko. Si afadhali hata mimi ambaye dhambi zangu hazifiki hata therusi ya kifuniko cha soda? Unajidanganya. Haya, tuachane na hayo. Mimi na jambo langu kaka. Jambo gani? Kuhusu swala la mama yetu. Sasa kuhusu swala la mama yetu, yaani limefanya nini? Hebu funguka basi. Sana funguka. Mama yetu kwanza juzi ulisusa kikao. Na mama yetu ametutambulisha baba yetu mpya, mzee Makoti. Wewe kaka, kwa nini haumtaki kumkubali yule baba? Kwa nini unapinga maamuzi ya mama? Yaani wewe ni mtu nasusa, unakasirika. Yaani yule mkubali tu. Yule atakuwa ni baba yetu. Baba yetu ameshafariki. Kama amefariki baba yetu, mama amewaza kichwani mwake kabisa, kawaza na kuwazua. Hawezi kukaa peke yake. Ndio
maana kapata mwenzake. Haya, katutambulisha watoto wake, mmoja anamkubali, mmoja anamkataka kama. Yule ni baba yetu, yaani mpaka saizi ni baba yako, na wewe pia ni baba yako. Umezungumza vitu hivi viwili ambavyo ni vitu vya msingi sana na ni vitu muhimu sana. Cha kwanza, umezungumzia kuhusu swala la kupinga maamuzi ya mama na swala la mzee Makoti kuwa baba yetu. Mimi mzee Makoti hawezi kuwa baba yangu. Kwenye mazungumzo yako wewe mwenyewe hapo umezungumza kwamba baba yetu amefariki. Ni kweli kwamba baba yetu ameshafariki miaka 3 iliyopita. Huyo ndio baba yetu, na huyo ndio baba ambaye mimi namtambua kwamba ni baba yangu na sio mzee Makoti. Kingine umezungumza kupinga maamuzi ya mzazi. Ni kweli, mimi hapa sipingi maamuzi ya mzazi, ila ninachokipinga hapa ni swala la mimi mzee Makoti kuwa baba yangu. Mama maamuzi yake kuolewa na mzee Makoti, lakini mimi siko tayari mzee Makoti kuwa baba yangu, na itabaki kuwa hivyo. Mzee Makoti hawezi kuwa baba yangu. Kaka, ukuna mwambia sana mamangu, mdogo wangu mjeuri. Hivi nafikiri ningekuwa na tabia yangu ya huko nyuma, ningemkubali mzee Makoti awe babangu, ila nimeamua kujishusha niwe mkarimu. Niwe na tabia nzuri. Sasa wewe kakaangu, mbona unaanza kukiuka? Afu wewe ndo kakaangu wa kwanza. Mimi nakuangalia wewe, umetangulia kuzaliwa wewe. Mbona unakuwa na ubinafsi? Ina maana unataka kuikataa familia? Hivi wewe una akili sawa sawa? Ndio. Wewe hapo ulipo ni mtoto mdogo ama mimi ni mtoto mdogo? Sisi sasa hivi tunahitaji kuongozwa. Kuna lipi ambalo hatulijui? Hapa tulipo sisi tunajua zuri na tunajua baya. Tutajiongoza wenyewe na mama yetu atabaki kuwa kiongozi wetu. Imeisha hiyo. Sio lazima mpaka mzee Makoti aje kuwa baba yetu. Kaka, lazima mzee Makoti awe baba yetu. Mimi nasimama sehemu hii moja, mzee Makoti atakuwa ni baba yetu. Kwa nini namkataa? Afu kumbuka kitu ninachokipanda ndio hicho tutakachokijengea paka kwa mtoto wako. Nisikilize. Maamuzi yangu yatabaki kuwa hayo. Mzee Makoti hatoweza kuwa baba yangu. Wewe kama unataka mzee Makoti awe babako, aendelee kuwa babako. Mimi sio baba yangu. Sasa utake usitake, mzee Makoti atakuwa baba yako. Kwani vipi jamani mkaka? Kavurugwa na nini jamani? Nikwambie kitu. Unajua ile siku uliniuzi? Siku gani sasa? Sile siku tulikuwa na kikao cha mama. Siku ile? Ndio. Nini sasa tena ambacho kimekuja? Vile ulivyokuwa unapayuka, nakwambia unampayukia mama, kuhusu swala lake la kuolewa. Huoni kama yule ni mtu mzima? Na mzee Makoti pia ni mtu mzima. Ukuwa na haja ya kupayuka, ungemsikiliza tu kamwacha. Yeye ni mtu mzima. Yakimshinda basi anarudi. Nikwambia kitu mke wangu. Niambie mume wangu. Mimi kiukweli sipendi mama kuolewa na mzee Makoti. Kwa sababu mzee Makoti wewe unamfahamu. Hakuna mtu asimfahamu hapa mtaani. Kila mtu anamfahamu mzee Makoti, tabia zake. Sasa nikivuta picha vile ambavyo mama alivyotulea sisi pamoja na marehemu baba. Afu leo hii eti mzee Makoti ndo aje kuwa baba yangu. Yaani haiji. Huko marafiki zangu mimi watanichukuliaje? Watanionaje kwa tabia za mzee Makoti vile? Mimi kiukweli hilo jambo sikulipenda kabisa. Hapana mume wangu. Unajua nini? Mama ni mtu mzima na mzee Makoti pia ni mtu mzima. Unaelewa?
Kwa hiyo jukumu alolichukua mama wewe usilipinge. Waache waoane, akimshinda atarudi. Sasa mwanangu. Mimi nimekuelewa. Madhari umezungumza wewe kwa wazazi wangu. Nyonga mkawia hii. Sasa mimi tena nipinge nani? Ndio nataka kushangaa. Kwa hiyo sawa, waache waoane wenyewe. Wajuana wenyewe sababu kila mtu na maisha yake. Na vile vile nikijaribu kuvuta picha hata sisi wakati tunaoana mwanzoni. Baadhi ya watu walikuwa hawataki tuoane, lakini leo hii mwaka wangapi? Na ndio hivyo bibi mkubwa anafurahia mjukuu. Umeona? Kwa hiyo sawa. Unaacha waone. Odi. Odi. Habari za sasa? Salama kwema. Kwa masamani kuna neno namuulizia tu Diana, si yupo? Diana. Yule mweupe mfupi. Mweupe hivyo ndo mrefu kidogo. Mbona akitoka juzi ana siku kama 3 au 4? Sasa kuna simu yangu nilimwachia juzi hapa, palikuwa na kiugomvi kidogo. Sasa kwa bahati mbaya nikaondoka nikaisahau. Sitakuwaje? Ile kesha maana chumba chake tayari kishachukuliwa. Alafu mbaya zaidi ana namba zake zenyewe simu. Na alipohamia hata ukafahamu. Alafu mbaya zaidi ana namba zake zenyewe simu. Basi fresh, nashukuru kaka, haina shida. Mimi ngoja tu niende. Haya, poa kweli. Poa bana, fresh. Poa. Wifi. Na kuona kama vile uko vizuri wifi yangu. Kama kuna kitu vile unataka kuniambia, si ni kitu gani hicho? Wewe acha tu hivi. Yaani mimi ni kuhusu lile swala la mama yetu. Yaani wanangu mimi nataka kuwatambulisha baba yenu. Mimi pale usiku naona pale mapigo ya mama anaenda ti. Yaani natamani kumjua huyo baba. Huyo baba yukoje jamani? Nina hamu ya kumjua. Nilivyomwambia mama mtambulishe huyo baba tumjue jamani, tumekuachia uwanja wako mama jimwae mwae. Yaani kuja kutaja jina lake tu Mzee Makoti. Moyo wangu ulishtuka. Afuka unaanza kushuka. Mdogo unashuka. Wewe. Yaani mama najua mimi kanishangaza. Kwa huyu Mzee Makoti naimjua mimi. Yaani mzee wa ovyo. Eti mama kampokea moyoni mwake, anasema unajua mimi mtu yoyote hakosi mapungufu, mimi nitamnyosha, atanyoka hata kama na jamani, ataweza kumnyosha yule baba. Ndio nashangaa. Na wakati wanasemaje? Mkunje samaki angali mbichi. Hasa yule baba kashakoma. Kagurumbila kabisa. Atamweza kweli jamani kumnyosha jamani? Hawezi. Wewe wifi yangu mwenzangu, wewe umempokeaje baba mkwe wako? Mwali. Yaani cha kufanya wifi. Tali mama hapo kashapenda. Asikii la kuambiwa lolote. Kwa cha kufanya kwa sisi tumwache tu waone. Haya mtafanyaje? Shogangu mimi kama hivyo mama shapenda. Sawa kapenda. Shogangu mimi nasubiria hiyo nyumba naenda kutuonyesha, hiyo nyumba naenda kumuonyesha ikoje. Yaani ikoje ile nyumba paka mama yana anaona kabisa yani mama kaweuka akili yake. Yaani mimi napenda sana kuwa na bibi yako.
Yaani mama niue. We, simama. We. Hapa leta hela yangu. Yaani kama unataka kwamba tuelewane, leta hela yangu. Hela gani unadai mimi? Hujui. Unajifanya kwamba hujui. Wewe. Nitakutandika sasa hivi. Mzee, unajua mimi nakuheshimu. Alafu wewe ndio chanzo cha simu yangu mimi kupotea ujue. Mimi mwenyewe na hasira vile vile ujue. Usinichanganye. Kwa hiyo 600 yako. Sasa mimi nakwambiaje? Hiyo 600 mimi sina na sikupi. Unataka kunichezea wewe? Unataka kunichezea? Nitakupiga makofi wewe. Wewe unaweza? Nitakukunguta wewe. Kwani unadaiana hela nini? Unadaiana hela nini? Huyu mpuzi huyu namdai hela huyu mpuzi huyu. Yaani kwa hiyo 600 mimi unanidai wewe? Kwani ya kwako? Ya kwako? Mama nisikilize. Huyu mzee una siku nimekutana naye. Si umenielewa? Akanipa hiyo 600 nazungumzia. Hiyo 600 nazungumzia ndo alinigawia akaniambia nije nikutongozee wewe. Umenielewa? Mimi niko na ngwani nipokea sababu na mambo yangu ikabidi nichukue. Nikaitumia. Je, ungekuwa mama ungekataa kuchukua? Sasa hapo kijana wangu unajua bado hapo pia umekufanya makosa. Yeye mtu amekupa hela yake, ukafanya kazi yake. Imeshindikana ungemrudishia. Mama, hiyo hela mimi sina na hela nimeshatumia. Sasa hapo umetumia tayari umeshafanya makosa, sio mwaminifu. Wanatakiwa watu uwe mwaminifu. Wewe mpumbavu wewe ni. Wewe nitakupiga sasa hivi. Unataka nikuumize? Unataka nikuumize? Leta hela yangu wewe. Nakuheshimu juu. Wewe ni mimi hata mimi nakuheshimu, leta wewe. Wewe aje kwa nini unipiga? Wewe mpumbavu wewe. Yaani mimi Hiyo ndogo sana. Yaani nitaka mimi nimuumize. Maraba vipi? Njoo chukua hela hii au shalipa? Unaogopa kukaa naye? Nitakuelewa. Mume wangu. Za huko. Za huko majanga matupu. Majanga ya nini tena? Nilipokuwa kwenye bodaboda, nimepanda kwenye bodaboda. Barabarani na niko zangu barabarani na bodaboda. Mara nikamwona baba. Nilivyomwona baba wameshikana mkono na mama. Baba akamsimamisha bodaboda. Bodaboda akabidi afanyaje? Asimame. Mimi nikajua labda anataka kunisalimia mie. Bwana, sio akaanza kuzozana pale. Baba anataka hela yake. Bodaboda anataka na simu. Basi kata fulani hapo nakwambia mume wangu. Sasa yani bodaboda anadai simu kwa baba ya nini na baba naye anadai pesa kwa bodaboda ya nini? Iko hivi, kipindi cha nyuma yani baba alimpa pesa bodaboda, ule boda amtongozeshe mama. Umeona sasa mke wangu? Umeona? Mimi nilikwambia huyu mzee hafai. Huyu mzee sio mtu. Hivi mtu mzima kabisa na akili zako timamu unaweza kufanya vitu vya kipumbavu namna hii? Yaani yule anayempa hela aende akamtongozeshie mwanamke si sawa na mtoto wake. Shangaa. Sasa mume wangu unashangaa hilo tu. Kuna jingine nataka nikwambie. Ila nilikuwa na haya nitaanzaje kukwambia na yule ndo nilikuwa ni mama yako. Lipi tena?
Amenikuta kule bustani niko na chota zangu maji. Baba. Kunitaka nikamtongozeshe nani? Mama, sema sikukwambia, niko naogopa. Basi aliponijia kwa dharau, basi na mimi nikakeleka, nikabidi nimwagie mimaji. Yaani huyu mzee alikufuata bustanini. Ndio. Unachota maji. Akakwambia wewe ukamtongoze mama yako mkwe ili yeye awe mke wake. Make nilikuwa naogopa nitalifikishaje. Bata nimepata chance leo ya kuongea nikwambie. Mimi nilikwambia huyu mzee hana akili timamu. Huyu mzee mimi nashaka utotoni kwake aliwahi kuugua uchizi. Yaani sio bure kabisa. Huyu mzee atakuwa lazima atakuwa alichanganyikiwa utotoni. Kwa sababu mtu mwenye akili zake timamu huwezi ukafanya vitu vya kipumbavu namna hii. Huu si upumbavu anafanya huu. Huu si ujinga. Sasa mtu mzima kama yule akafanya utoto namna hii. Wewe na kuingia akilini kweli? Alafu unasema huyo mtu ana akili timamu? Mimi ndo maana huyo mzee simkubali awe baba yangu. Yaani sikubali hata kidogo. Utafanya nini mapenzi? Ndo mama kapenda, kafa kaoza. Haya wewe mtoto tena wae uingilie unataka nini? Kapenda. Ila ngoja nikwambie kitu. Mimi ipo siku siwezi kukubaliana na huu ujinga. Ipo siku mtanipoteza. Nakwambia wazi kabisa, tutakuja kugawana majengo ya serikali. Kama yeye sio kwenda hospitali, basi mimi nikaenda mahakamani au maabusu. Sijui. Lazima huyu mzee nitamfanyia kitu tu, haiwezekani. Huyu mzee ni mpumbavu, tena mzee mjinga kabisa, hana akili. Ndio umependana sasa mume wangu. Kupendana gani namna hii?